Today I'm here katika eneo la Ole Sereni katika the broadcasters event where we are meeting different stakeholders ambao tunaweza kuzungumza masuala tofauti, na leo nimeweza kupatana na editor mmoja wa nguvu sana, ameweza kunifurahisha na mimi niko na uhakika kwamba pia yeye ataweza kukufurahisha. So let me watch it ni surprise lugha ambayo ataweza kutuongelesha leo. Habari yako? Niko salama, asante. Hujambo? Si jambo. Sawa. Nafurahi kufahamiana. Jina langu ni Victoria na mimi ni producer wa RT Channel, hasa RT International na RT kwa Afrika. Asante sana. Kwanza kabla hata tuweze kuendelea na mazungumzo yetu kuhusu wanahabari na hii taaluma ya wanahabari, kwanza tueleze uliwezaje kujifunza Kiswahili na nini ambacho kiliweza kukusukuma wewe uweze kuweza kujifunza Kiswahili? Kwa kweli mimi nilijifunza Kiswahili tangu zamani. Nilipojifunza katika chuo kikuu nilichagua kazi yangu ya ifuatayo iwe mambo ya Kiafrika, na hivyo nimeanza kujifunza Kiswahili kwa msaada wa mwalimu wangu wa chuo kikuu. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu nilishindwa kupata kazi ya inayohusu Afrika. Baadaye tu nikawa producer, kwanza nikawa chief editor wa idara ya Kiswahili ya maudhui ya Kiafrika. Baadaye nikawa producer wa idara ya mambo ya maudhui ya Afrika. Hivyo nimepata kazi yangu ya, tuseme, kazi ya ndoto, kazi ambapo ninaweza kutumia Kiswahili changu. Na hivyo baada ya kuanza kazi hiyo nimewashawishi watu ambao tayari walifanya kazi kule channel ya RT, kwani lugha ni mambo ya muhimu sana, na lugha ni kama ufunguo wa utamaduni, ufunguo wa moyo, ufunguo wa nchi kwa jumla. Hivyo nimewashawishi wakurugenzi wa channel kwamba lazima sisi RT tusiwe channel ambayo inaonyesha habari inarusha habari kwa Kiingereza tu, lakini tutumie lugha ya kienyeji. Na kwa kweli RT Channel imeanzishwa zamani sana, karibu miaka 20 tayari tunarusha, na sisi tunarusha kama channels 9 kwa lugha mbalimbali, sio Kiingereza lakini Kijerumani, Kihispania, Kiarabi, Kichina, lakini hatukuwa na lugha za Kiafrika. Na mimi nilidai kwamba lazima tuanze kufanya maudhui kwa lugha za Kiafrika, na tumechagua Kiswahili kama lugha ya kwanza. Tumeanza kutafsiri na kurekodi voice over kwa ajili baadhi ya shows zetu za Afrika, hasa Afrika Machoni mwa Lumumba, Urithi wa Afrika, na pia Ndani ya Afrika. Hizo ni shows 3 ambazo tumeanza kuzitafsiri na kurekodi voice over. Baada ya kazi hiyo tumeanza kutafuta partners ambao wako tayari kurusha RT, na tumewapata bila shaka, kwani sisi tunafanya stories kama kupitia watu na mioyo ya watu, sio kufanya taarifa tu, lakini kuonyesha maisha ya halisi ya Kiafrika. Na lengo letu lilikuwa kuonyesha maisha ya Afrika ambayo yana raha pia na sio balaa tu, kwani watu wengi duniani wanafikiri kwamba kule Afrika watu maskini wanaishi, watu ambao hawana nafasi. Sio kweli. Na sisi tuliamini kwamba lazima watu popote duniani waone kwamba Waafrika pia wana fursa kubwa sana. Na sisi wote tunajua kwamba barani Afrika watu wengi ni vijana, na vijana ni nguvu ya mustakabali. Hivyo tumeamua kwamba lugha hiyo ya Kiswahili itakuwa kama ufunguo
kwa audience kubwa, yani wa Afrika vijana. Ningependa kujua jinsi ambavyo unazungumza kwamba kuna vitu ambavyo watu wa nje wanaona kuhusu Afrika ambavyo si vya kweli. Wewe kama editor ama producer, unafanyaje kuhakikisha kwamba stories za Kiafrika haziko filtered kusatisfy the outside masses na kwamba zinafuta historia yetu kama Waafrika? Ndio, kwa kweli ni tatizo kubwa katika dunia kwamba zipo stereotypes na watu wengi wanazifuata tu kwani ni rahisi. Ukiishi kwa mamia ya miaka ukiamini kwamba kwa mfano kule Afrika havipo vyuo vikuu, ni rahisi kuona kwamba havipo, lakini ukifahamu kwamba kwa kweli wako wataalamu ambao wanasogesha maisha ya Afrika mbele, ni changamoto, kwani lazima wewe ufikirie kwamba hiyo ni changamoto na tunapata kazi kubwa zaidi ili kupambana na changamoto hiyo. Hivyo naamini kwamba fursa ya wanahabari wa kisasa ni kuwaonyesha watu na kuondoa stereotypes hizo, kwamba kwa kweli Afrika ni tofauti kabisa kama popote duniani. Hapa kwetu Urusi wapo watu ambao hawataki kufanya kazi, ambao hawataki kujifunza, hawataki kufanya hela, lakini wako wengi ambao wako tayari kuendelea vizuri. Ningependa pia kuweza kujua ni stories gani za Kiafrika ambazo unahisi kwamba hazijaambiwa ya kutosha huko nje, na nyinyi mnafikiri kwamba mna jukumu hilo la kuweza kuambia hizi hadithi huko nje? Kwa kweli naamini, kutokana na uzoefu wangu wa kufanya kazi kama producer, naamini kwamba ni muhimu zaidi kupata stories ambazo zinaonyesha maisha ya watu wa kawaida. Kama kwa mfano tulifanya episode moja ya Africa Within Show ndani ya Afrika juu ya dereva mmoja wa matatu. Na nzuri sana, na ilionyesha historia ya kijana mmoja ambaye amepambana sana lakini baadaye amefanikiwa. Kwanza alianza kama conductor, baadaye akawa amejinunulia lile gari, ameanza kufanya kazi kama dereva, na ilikuwa ndoto yake. Hivyo inaonyesha nguvu ya watu, ya kila mtu binafsi, kama yeye akitaka chochote, akiota ndoto atafaulu, akipambana, akifanya kazi kwa dhati. Kweli. Na mnajaribuaje, kwa sababu umepeana hii hadithi, umeonyeshana jinsi ambavyo it's a very inspiring story, jinsi ambavyo huyu mtu ambavyo ana grow, lakini kuna zile stereotypes ambazo zinakuja na station kama RT, unafanyaje kuensure kwamba criticism na bias na propaganda zimeweza kuwa haijakuwa an international outlet kupitia station yenu? Kwa kweli hapa kwetu Urusi watu hawajui sana Afrika. Hivyo kwa kawaida wanapata taarifa juu ya Afrika kutoka media tofauti za Kiulaya tuseme kwa jumla. Hivyo tumeona kwamba goal yetu kuu ni kuonyesha Afrika kama sisi tunaijua, kwamba ni tofauti kabisa kutokana na taarifa ambazo tunazipata kutoka media nyingine. Hivyo baadhi ya stereotypes tayari nimeshazitaja, lakini pia stereotype ni kwamba Waafrika hawataki kufanya urafiki na Warusi. Kwa mfano wanaogopa au sijui hawataki tu, lakini sio kweli. Watu wote ni tofauti. Huwezi kusema kwamba watu wote ni wabaya, watu ni wakale au sivyo. Watu ni tofauti na nchi ni tofauti. Kwa kweli watu wengi wanafikiri kwamba bara la Afrika ni nchi moja, lakini lakini kweli zipo nchi 54 na kila nchi ina serikali tofauti, zinatofautiana sana, na hizo nafikiri ni stereotype ya kwanza ambayo
tunapatana nayo. Hizo ndio propaganda za kwanza ambazo mnajaribu kuua. Kweli kabisa. Asante sana. Mimi na appreciate kazi ambayo unaweza kufanya, na mimi na appreciate kazi ambayo RT inaweza kufanya kwa kuweza kutell the community based stories. Mimi niambie kama mwanahabari ambaye ana tell community based stories, tukimalizia, ni story gani ungeweza kuniambia? Ni stories gani ungeweza kunishauri niweze kufocus on kama mtu ambaye amekuwa nje, lakini mimi kwangu labda tunaona kama ni kawaida? Kwangu ningetaka sana kuona stories ambapo Waafrika na Warusi wanaambatana. Kwa mfano, mimi najua Warusi wengi ambao wanakaa hapa Kenya au Tanzania na wanazipenda sana nchi hizo. Wamepata familia, kwa mfano mume ni Mwafrika, mwanamke ni kutoka Urusi, na kuna vitu kama mapenzi, kama ukoo ambavyo vinawaungana watu popote duniani, na naamini kwamba stories kama hizo zinafungua mioyo ya watu. Hivyo ningetaka sana kuona stories hizo zaidi, kwani mara nikianza kufanya kazi na filamu za documentaries nimefahamu kwamba films za namna hizo hata ni afadhali kuliko features, kwani features ni stories ambazo zimebuniwa, lakini kuna stories nyingi sana za documentaries ambazo ni za life, ni real, lakini ni kweli za kutia watu pia moyo waweze kweli, ili watu waweze kushare kwamba hawa sio others, ni sisi pia. Yeah, that's very nice. Napenda hiyo kwa sababu pia ukiangalia statistics za media zinasema kwamba wanahabari sana wana focus na negative stories. Wanapenda wanahabari zimbona wanafikiria kwamba kutell stories lazima tu ikuwe mbaya. We need to also to focus on stories zenye ziko positive na zina. Ni muhimu sana, na hata kuna msemo wa international nafikiri kwamba habari mbaya inaeneza haraka kuliko habari njema. Hivyo ni wanahabari ambao wanachukua jukumu hilo, lazima kuwapatia watu context nzuri, historia nzuri na points mbalimbali, ili watu waweze kuchagua, kutoamini tu, lakini kuchagua peke yao. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Neno la mwisho kwa watazamaji? Nawashukuru sana kusikiliza juu ya kazi yetu ya RT, na natumai kwamba watu wengi zaidi baada ya mahojiano hiyo na event hiyo wataona content yetu, na natumai kwamba mustakabali wa Kenya na wa Afrika watapata historia zaidi za juu ya Warusi, ili kufahamiana nao vizuri, kwamba sisi Warusi tumezama sana ili kujua zaidi juu ya Waafrika, lakini Waafrika bado hawapati fursa kubwa kujuana nasi. Natumai tutaondoa kosa hilo. Niko sawa, mimi nafurahia. Asante sana. Thank you so much. Iko salama. Thank you.